Ndugu watazamaji, kama mnavyoona tumeweza kupata mgeni hapa katika chaneli yetu ya Rise and Inspire. Kama mnavyoona sasa ameweza kuja katika chaneli yetu hii kuweza kuinspire, kuwafundisha vijana, kuwafundisha wazee na watu wengine ambao wanafuatilia chaneli yetu hii ya Rise and Inspire. Karibu sana mheshimiwa, uweze kujitambulisha kwa wasikilizaji hapa waweze kujua wewe ni nani labda na unajishughulisha na nini. Karibu sana. Asante sana. Kwa kifupi mimi naitwa Dr. Mwalimu Devi. Ninafundisha mafundisho ya kiuchumi na yanayoweza kusaidia vijana waweze kujitambua, lakini pia waweze kusonga mbele katika maisha yao. Kwa hiyo mara nyingi wanajishughulisha na shughuli za namna hiyo. Nimeshasaidia vijana mbalimbali na hapa nimekuja kwa lengo la kuendelea na mchakato huo. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Kama mlivyoweza kusikia watazamaji kwamba huyu ni Dr. Devi. Sasa tunaomba tujue Dr. Devi ni namna gani ambavyo unaweza kuwa inspire au kuwaelimisha wadau ambao wanaotusikiliza kwenye hii channel yetu ya Rise and Inspire. Una vitu gani, kanuni gani ambazo unaweza ukawaambia ili waweze kukuelewa na waweze kuendesha maisha yao katika mstari ulionyooka? Karibu sana. Bila kupoteza muda, labda leo nimekuja na kanuni 5 za msingi ili mtu aweze kufanikiwa katika maisha yake. Kanuni ya kwanza, inatakiwa ili mtu aweze kufanikiwa katika maisha yako, kwanza uwe na dira na usiwe na ndoto tu, bali uwe na dira. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo la msingi, kwa maana tunaona watu wengi wana ndoto lakini wanashindwa kuzitimiza kwa sababu ya kukosa dira. Lakini jambo la pili, kanuni ya pili ni nidhamu. Ili uweze kufanikiwa katika maisha unatakiwa kuwa na nidhamu ya muda na nidhamu mbalimbali ambazo zitakusaidia kuweza kuaminika katika sehemu ambazo unakuwepo. Pengine unafanyia kazi au pengine unakuwa unafanya biashara. Kwa unafanya biashara unahitaji nidhamu ya muda, lakini pia ukiwa unafanya kazi unahitaji nidhamu za kila aina. Nidhamu zote tu zinakuwa zinahitajika ili uweze kufanikiwa katika shughuli yote ile ambayo unakuwa unaifanya, hasa nidhamu ya muda. Jambo la tatu ni swala zima la kushindwa. Unaweza ukawa umeshaanza kitu fulani alafu kikao kimeshindwa. Mfano kama ni biashara, watu naamini kwamba kwenye biashara kushindwa ni tiketi mojawapo ambayo inakusaidia kuweza kusonga mbele, ni kama ada ambayo unailipa ili biashara iweze kwenda mbele. Kwa hiyo kwa wewe mtazamaji ambaye ulishawahi kuanza biashara na ikashindikana kuweza kufikia malengo, inatakiwa usikate tamaa, bali usonge mbele na biashara, kwa sababu kufeli ni mwanzo wa kufaulu. Kwa hiyo lazima uweze ushinde vikwazo vya kushindwa wakati mwingine katika biashara zako. Lakini jambo la tatu ni mazingira. Wakati mwingine tunapokuwa tunafanya biashara tufanye mbinguni, ila tunaifanya katika mazingira. Kwa hiyo mazingira pengine inaweza ikawa ni kikwazo cha wewe kuweza kufanya biashara, lakini kwenye kufanya biashara lazima usianze kuangalia mazingira. Pengine unaweza kuangalia mazingira ya baridi, mwingine akaangalia mazingira ya marafiki zake kumkatisha tamaa, mwingine akaangalia mazingira ya ndugu zake kumkatisha tamaa, mwingine akaangalia kosa mtaji, ni sehemu ya mazingira. Kwa hiyo mazingira hayatakiwi kukatisha, badala yake yanatakiwa kukupa motisha ya kuweza kusonga mbele. Mazingira na namna hiyo. Lakini jambo la 5 ni anza kabla hujawa tayari. Mara nyingi tumeona watu wakiwa na ndoto za kuanza biashara lakini wanashindwa kuanza kwa sababu kuanza sio jambo jepesi. Watu wengi wanashindwa kuweza kuanza kitu chochote, pengine kulima, pengine biashara, na katika biashara huwa kazi ngumu ni kuanza, ndugu mtangazaji, kwa sababu kuja kuanza kunahitaji kwanza nguvu kubwa itumike ili uweze kufikia katika malengo yako. Hizo ni kanuni 5 ambazo nimekuandalia ndugu mtazamaji. Naomba uzipokee kama jinsi zilivyo. Asante sana. Asante sana Dr. Devi. Kama tulivyoweza kusikia ukizungumzia
namna ni jinsi gani mtu anaweza akajikwamua kimaisha. Lakini vijana wengi wamekuwa, na tukiangalia katika kizazi chetu hiki, vijana ndo msingi wa taifa letu la Tanzania. Lakini sasa unakuta kijana ni mazingira gani? Umeweza kuzungumzia mazingira. Unakuta kijana anataka aanzishe ufugaji. Unakuta kijana mwingine anataka aanze kilimo. Ni mazingira gani hasa anaweza kuyatumia? Asante sana. Kwenye swala zima la mazingira, hasa unapokuwa unataka kuanzisha kama kilimo au ufugaji, unaweza ukaangalia watu waliokuzunguka, kwa sababu watu ni sehemu ya mazingira. Wakawa kama ndio mtaji wako wa kwanza wakati unakuja kuanza biashara yako. Kwa mfano, kuna watu ambao wamefuga vitu mbalimbali, wamefuga nguruwe, wamefuga kuku, wamefuga ng'ombe, wamefuga wanyama mbalimbali. Unaweza ukamtembelea, ukamwambia akakupatia kama ni kuku mmoja, ukaanza kufuga, alafu baadaye ukawa unamrudishia taratibu, sio lazima uwe na mtaji mkubwa. Au pengine kama ni kilimo, unaweza ukamwomba mtu akupa mbegu. Kama ni huna jembe, ukazima jembe, ukaanzia hapo, ukaanza kufanya kazi, badala ya kusubiri mazingira yaweze kukaa sawa ndipo uweze kuanza. Kwa sababu unaposubiri mazingira yaweze kukaa sawa ndipo uanze, umri wa kusubiri, muda wa kusubiri, maisha yanasonga mbele. Asante sana ndugu mtazamaji. Asante sana Dr. David. Tumeweza kusikia kama mtazamaji wa chaneli yetu, tunaomba uendelee kufuatilia, kufollow, kulike na kushare katika chaneli yetu ya Rise and Inspire, ili uweze kupata jumbe zaidi kutoka kwa Dr. David. Asante sana, barikiwe. Asante sana.